Ninasema pole sana kwa watu wenye mko hapa. Ni ngumu sana kuelezea, lakini nitajikaza nielezee kwa ufupi. Kila mara nikiongea hii story huwa inaniumizaga sana. Tugenda Muzira tukiwa na huzuni, na sijui huzuni itawaisha wakati gani, kwa sababu kila wakati watu wetu wanauawa na hatujui mwisho wake ni lini. Nakumbuka ilikuwa siku ya 3, tulikuwa tuko pale Vibogobogo. Tulitoka hapo tukiwa watu wengi sana, tukiteremka tukienda Baraka. Nakumbuka niliona tu watu wengi wakiwa na ng'ombe. Tulikuwa wasichana wengi, tulikuwa watoto wengi. 1996 tulikuwa pamoja na wazazi wangu wote. Tukatoka Vibogobogo ikiwa saa 3 za asubuhi. Sasa kwa njia mimi nilikuwa naona tu watu wakiwa na mipanga, wakiwa na miti, wakiwa na visu na vingine silaha zenye sikuwa nakumbuka. Tulifika kwa njia, wakaanza kuua watu. Walianza kwanza kuua wale washosho wenye walikuwa hawezi kutembea. Nakumbuka venye waliua baba yangu. Yeyote niliona na macho nikiwa mdogo. Walimdunga kisu. Alianguka tu kwa barabara na akakufa. Tukakimbia, tukafika sehemu inaitwa Baraka. Tukienda kutafuta usalama, tukajificha kwa kanisa. Yenye inaitwa Mwemezi. Hapo tukaingia kwa kanisa, tukapata watu wengine ni Wabembe walikuwa huko ndani. Na sisi tulikuwa wengi, lakini maiti nyingi sana tuliacha kwa barabara. Wakiwa wamama, watoto, wanaume. Tukaingia kwa hiyo kanisa hatujui. Tukaanza tu kuomba, tukingojea na sisi saa yetu saa ngapi itafika. Baada ya hapo nakumbuka ilikuwa siku ingine Sunday. Ilikuwa masaa ya saa 9. Tuliona tu watu wanakuja, wanaanza kutoa Wabembe kwa hiyo church. Tulikuwa tu tukiomba hapo na hatukujua kenye kilikuwa kinaendelea. Wakatoa Wabembe wote kwa hiyo kanisa. Wakaanza kuchukua wamama, wakawaweka saidi yao, wazee saidi yao, watoto saidi yao. Hapo niliona tu wakichukua watoto wadogo. Kwanza niliona mama yangu akiwa na mtoto alikuwa wa miezi 6. Tanisamehe, ni kweli mimi sipendi hata kuiongea history. Na nikaona walichukua mtoto wetu wakamrusha juu, kulikuwa na miti. Akaanguka chini akapasuka kichwa. Wakachukua mama wajawazito, walikuwa wanawadunga miti sehemu zao za siri. Hao mama unaona wanatetemeka, wanakufa. Wakaanza kuchukua watoto wasichana wadogo, nao walikuwa wanafanyiwa tu hivyo. Baada ya hapo nijipata tu nimelala kwa maiti zenye zilikuwa tu kando yangu. Nikaangalia, nikakosa jibu. Nikajiuliza wamefanya nini hao wenye walikuwa wanauawa? Sikuwapata jibu mpaka leo. Baada ya hapo tukachukuliwa, wakawasha kanisa moto. Tukatoka kwa hiyo kanisa, sijui venye mimi nilitoka nikiwa na wadogo zangu 3. Vibrother zangu 2 na mimi. Tukafika Tanganyika, wakaturushia kwa boti. Tukachukuliwa hapo mpaka Tanzania. Tulifika mahali hii mto ya Mtambare inamwaga maji Tanganyika.
Walichukua vijana wadogo miaka 5 kupanda, walikuwa wanakuja wanakuongelesha Kibembe, kama utajibu wanachukua mtoto akiwa uhai anatupwa kwa maji. Niliona brother yangu mdogo akitupwa. Walitupa watoto kwa maji wakiwa uhai. Tukafika Tanzania asubuhi. Baada ya kufika Tanzania, walikuwa wanatuuliza majina yetu. Mwenye hakuwa na mzazi, Wabembe walikuwa wamezunguka wanasema, huyu mimi nitachukua, nitaenda kulea. Mimi nilijipata tu, nimechukuliwa na mama mwingine mwenye aliona venye waliua mama yangu. Akaona venye brother zangu walikufa hapo, wengine walifia na ile moto venye iliwachoma. Akanambia acha nitakulea, lakini usiseme we ni Mnyamulenge. Kufika Tanzania wakatuambia wasichana wote walikuwa hapo, wale wakubwa walikuwa wanaambia wasisubutu kusema kama wao ni Wanyamulenge, kwa sababu Wanyamulenge ndio wenye wameua wengine wenye tuliacha kwa barabara. Hiyo wakati walipanda mbegu mbaya kwa roho zetu. Tukajua tu Wanyamulenge ndio wenye walikuwa wameua wazazi wetu, wameua wale watu wote tuliacha kwa barabara. Tukafika kwa kambi, hakuna mtoto Mnyamulenge alikuwa anasoma. Tulitamani kusoma lakini hatukusoma. Wengi wetu tulirepiwa tukiwa wadogo. Unajipata tu hakuna kufanya, unaambiwa wewe ndio utakuwa mfanyakazi wa nyumba. Wewe ndio unaenda unachukua chakula unawaletea, unawapikia. Hakuna haki yoyote ile ya kuongea. Wale wasichana wetu wengine walienda, wenye walifika tu hivi nyumba zenye walikuwa wameingia walichoma hizo mahema moto. Hiyo mabashi tulikuwa tumejengewa nyumba tulikuwa hatujajengewa hizo nyumba za matope. Wasichana walikuwa wanawekwa kwa hizo nyumba, kwa sababu mimi hiyo wakati nilikuwa na mama mwenye alikuwa ananilea. Lakini wale wasichana wote waliwekwa kule. Kuna wenye walikufa familia ya watu 6. Huyo mzee alikufa pamoja na watoto wake wakiwa wamechomwa. Hakuna hata jivu lenye tulijua ni watu gani wenye walikufa. Tulibadilishwa majina, hakuna kusema ile majina yenye yetu tulikuwa tunaitwa. Majina watu wengi, watoto wote walikuwa wamepewa majina tofauti. Hapo tuliishi maisha ya kuteswa, maisha ya kuteseka, tulikuwa chokora. Hakuna Mbembe mwenye alikuwa anathubutu kuishi na mtoto wa Mnyamulenge. Tulikuwa tunazunguka, unafika jioni, mahali usiku imekupata ndio kwenye utalala. Ikifika asubuhi, unaanza tena safari upya kutafuta maisha. Tuligeuka kuwa chokora kwa muda mrefu Tanzania, wakituambia kama mkijaribu kusema nyinyi ni Wanyamulenge, hakuna siku kwa hii kambi mtawaipata hata matibabu. Hata ugonjeke, ulikuwa unagonjeka kwa nyumba juu hatukuwa tunapewa hata hizo kadi za kwenda kwa hospitali. Wasichana wengi wale wakubwa walikuwa wanateswa, walikuwa wanachapwa. Wengi wao walifanywa walikuwa wanasema kama tusitoroke turudi kwetu. Wanachanjwa, wanatoa damu, kuna venye walikuwa wanatupaka dawa. Wanasema hata wakati mtarudi kwenu lazima hamtajua hata njia ya kurudi kwenu. Lakini Mungu alitusaidia. Mimi nilipata njia ya kutoroka, nikatoroka. Niliishi maisha ya kuteseka. Mwenye alinichukua akasema atanilea, nilijua alikuwa analea watoto mayatima. Sikutarajia venye nilikuwa natarajia kama nitalelewa na huyo mzee anisomeshe. Alinigeuka, nilijipata tu amenizalisha. Baada ya hapo niliishi mateso maisha ya shida sana. Ukipata Mnyamulenge hata tunaambiwa tuende tuchome makaa tukiwa wadogo. Tunaenda tunakata miti, unafunika tanuru la makaa, unachoma makaa kwa pori mpaka venye magunia za makaa zitatoka. Ndio tunabeba, tunapeleka. Sasa hao ndio wanachukua makaa wanaanza kupikia.
Tulikuwa tunajaribu kutoroka, tuangalie vile tutatoroka, lakini hatukuwa tunapata njia. Tukaendelea kuishi hiyo maisha ya kuteseka. Wengi wetu wale wakubwa waliteseka sana. Hata kuna mmoja alirudi Kongo, ulikuwa ukimwambia funua nguo yake huku kwa mgongo usubutu hata kuangalia. Tulikuwa tunapewa kichapo kama cha umbwa. Hakuna siku hata moja tuliwahi kutoka hata tuambie mtu. Tulikuwa tunaogopana sisi kwa sisi. Ukimpata huyu unaona kabisa ni Mnyamrenge, unamuuliza anatoroka. Juu ya ile mateso yenye anajua hata nikisema jina langu hapa hakuna mahali lazima watanichukua tena wanipigi. Tuliishi hiyo maisha ya kuteseka Tanzania mpaka venye mimi nilitoroka nikakuja hapa Kenya. Nilienda Baraka kwanza, juu kambi ya Tanzania ilikuwa imefungwa. Kufika sasa Baraka ndo nikatoroka nikakuja hapa Kenya nikiwa na hao watoto. Nilikuwa naomba wenye mko hapa mnatusikia, wale watoto wenye wako Tanzania ni wengi sana. Ni wengi na mateso yenye tulipitia. Mimi nasema hata nikuwe na mjukuu nitakuwa namuelezea. Huwa tunatembea nazo kwa roho tukiumia. Nilikuwa naomba wenye wako hapa watutafutia wale watoto. Na wamebadilishwa majina, lakini wanajua wametoka Kongo, juu wengi wao walikuwa na miaka 15 kupanda juu. Walikuwa wakubwa na wanajua kwetu na wanajua njia mpaka ya kurudi kwetu. Wangeendelea kuwatafuta, ni venye wanajua Kongo hakuna amani, wanajua wazazi wao walikufa, venye walitudanganya na walipanda mbegu mbaya kwa hizo roho zao. Wangefanya bidii wawatafute, juu mali wako maisha ya shida sana. Sawa, asanteni. Asante sana, naweza mkaketi na mfarijike. Thank you very much. You can have a seat. Nataka